kushughulika na masuala ya ukatili, kwamba matukio ya ukatili ni miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakiripotia kwa wingi. Na nianze kwa kusema kwamba ukirudi nyuma kwenye vituo vyetu vya kuripoti matukio haya ya ukatili, ilionyesha kwamba asilimia kubwa ya wanaofanyiwa vitendo vya ukatili ni wanawake na watoto, na hii inazungumzia kwa ujumla wake, sio upande wa vyuo vikuu peke yake, ni wanawake na watoto. Kwa hiyo serikali ikaanzisha utaratibu ambao utatumika kuweza kushughulika na masuala haya ya ukatili. Kwa ilianzisha miongozo mbalimbali ya namna ya kushughulika na masuala haya, na sasa hivi ninapozungumza hapa tuna mwongozo wa kitaifa ambao tunauita mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa nini wanawake na watoto? Tunarudi kule nyuma kwamba tafiti zilizofanywa kupitia madawati ya jinsia na maeneo mbalimbali ambayo matukio ya ukatili yanaripotiwa yalionyesha tatizo ni kubwa kwa wanawake na watoto. Kwa hiyo mipango inayoandaliwa na serikali inaenda kutatua lile tatizo ambalo limeonekana lipo. Kwa hiyo sasa katika mpango huu wa serikali ambao sasa hivi tunatekeleza, ambao kwa kifupi tunauita MTAKUWA, umelenga kuhakikisha kwamba hadi ifikapo mwaka wa fedha 2028/29 tuwe tumepunguza matukio ya ukatili kwa 50%. Kwa serikali ikaangalia sasa haya matukio ya ukatili tutayapunguza kwa kufanya nini? Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vilionekana ni vitu vikubwa viwili vifanyike ili kupunguza haya matukio. Moja, tufanye mikakati ya kuhakikisha kwamba tunazuia matukio ya ukatili yasitokee. Na hata hapa tulipo nafikiri ni mpango wa chuo kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, tunaelimisha wanafunzi ili kuweza kuzuia haya matukio yasiweze kutokea. Na katika kuzuia, serikali ikaona ni vyema tujikite zaidi katika kutoa elimu, kama ambavyo tunafahamu kwamba watu wengi masuala haya ya ukatili wanayachukulia kama ni matukio ya kawaida. Tumeona pale hata mtu wa dawati ametuambia wakati mwingine mtu anafanyia ukatili kwenda kuripoti anaona kama ni fedheha.